nagomba gushimire ko wemeye kuza muri kino kiganiro cyacu. Uri umwe mu bakurambere ba hano mu Buyenzi, ariko abantu benshi ntibazi Anzuruni ninde. Urashobora kutubibwira uwo uri we? Mimi Anzuruni Mgunwa, mzawa wa Buyenzi. Nilizaliwa mwaka 1944. Hanyuma mzee Anzuruni, ndio amashuri wewe wagize nayo? Mimi nimesoma kwanza, nimeanza kusoma dini, somo ya dini ya Kiislamu jumuiya. Tukasoma hapa Kubase mwaka 52. Baadaye nikapelekwa kwa École Normale d'État. Kwanza ilikuwa inaitwa Quartier Kopiko, ndio École Normale d'État nimesoma pale. Baadaye nikafanya 4 ans ya humanité kama pedagogue. Wewe ulifika mbali kabisa, lakini mbele ya kwenda pale, mimi nataka wewe uko mzaliwa wa Buyenzi, ndio? Sasa hii shule hapa inaitwa Bassin. Si tunaona ni Bassin, lakini hatujui historia hii Bassin imeanza aje. Hiyo Bassin ilijengwa na frère mmoja anaitwa Frère Flores. Yeye ni Belge. Ngoja. Ikiganiro ni inararibonye, ni Japhet Rogentin Ndayishimiye. Mperuka mu Bubiligi kubonana n'umwana w'umwami Rosa Paula Iribagiza, aho twagiranye ikiganiro kiryoshye cyane. Uno munsi rero inyuma yaho mviriye muri Denmark nkaja mu Bubiligi, nakubitiye i Bujumbura aho nifuje kuganira n'abantu b'abakurambere muri cya kiganiro cyacu inararibonye gica ku makuru, ku mbonesha kure, kikabwira kigaca ku mahoro iwacu. Rero muti none aho wagendeye ni hehe? Neza na neza ni mu Buyenzi. Mu Buyenzi mwarumvise muri kahise ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yakunda kuhagendera. Eka mbere n'umuhisi Nyerere yarakunda kuhagendera. Kubera ko yahagendera, ibyo turaza kubibwirwa n'abakurambere. Si benshi basigaye, mugabo abasigaye twashoboye kubonana nabo. Icyo baza kutubwira muraza kuciyumvira, byinshi mutari muzi muraza kubyumva. Abenshi bahora bibazo bavuga mbega bajya twita ngo n'abaswahili, waswahili hari uruhara bagize mwihinduka ry'intwaro tuva mu cami tuja kuri independence. Rero je nashoboye kuhigerera, banyakiriye, wanashaka banyakiriye mu buryo bw'abayisilamu. Birangoye kwicara ariko ndagerageza kandi numva bitanguye kumera neza. Rero nkaba ngiye kuganira na bamwe mu bakurambere, uwitwa Anzuruni, ayandi mazina yaza kuyababwira, ababwire n'uwo ari we. Turaza kuganira na Rugo Ali na Evariste, nawe nyine turaza kuganira. Hariho n'abandi bari mu nzira baza, nabo nibashika turaza kubakira. Okay. Bassin imejengwa mu 51, kwa nimalizika mu 1952. Yani mwaka moja wamejenga ile. Ilikuwa haraka. Ndio. Kwa hiyo yule Frère Flores akaja akazungumza na wazee. Flores ni nani? Yeye alikuwa ni padri, alikuwa en Belge, mais alizaliwa Alexandrie, Egypte. Ndio. Okay. Akaja akaomba wazee, sisi kama serikali ya Ubeleji inatawala hapa na Rwanda na Burundi, imekabidhiwa kwa muda na shirika la ONU. Kwamba baadaye watufunze
tukisha kuwa tumeelewa vizuri tukabidhiwa uhuru, ile wanaita sous-tutelle. Sous-tutelle, voilà. Walikuwa ni kama sous-tutelle kwa programu ya ONU. Ndio. Sasa akaja akaomba wazee kwanza wakaanza kwa kasi, wakataa kabisa. Nataka watoto wetu wakabidhi, alafu muwafanye wao wa Chrétien. Walitaka kuwafanya wakuwe wa Chrétien. Ndio wazee walikuwa na imani hiyo. Parce que wanajua ni amejenga ni padri. Akasema labda ni propaganda tu. Watoto wakishafika pale alafu baadaye wabatizwe wao wa Chrétien. Wazee kwanza wakachama mpaka ikabidi akaja shekhe mmoja Shambrani ambaye ndo alikuwa ni shehe wa Waislamu wote hapa Burundi. Akazungumza nao na akajaribu kuwatuliza wazee, wakatulia, wakakubali, wakafanya mikataba convention entre Frère Flores pamoja na wazee wakakubaliana kwamba watoto hawataondolewa kwenye dini yao, lakini wajue wanajulikana kwamba wao ni wananchi wa Burundi. Kwa hiyo siku nchi itapata independence wawe na wao tayari ni wasomi, wachangie serikali kwa pamoja. Sasa ni kusema hii masomo hii ya bassin walitia pale juu watoto wa Islamu na wenyewe wasome wao. Okay. Parce que ilikuwa zamani kusoma kwa ekole ya missionnaire ya Katoliki mpaka ubatizwe. Ndio unaingia katika shule. Parce que ile programu ilikuwa wakati ule wa les Allemands, kulikuwa maekole na iko wanasoma watu wote, wa Chrétien, wa Islamu, wa nani. Le Belge walipokuja kukabidhiwa hapa 1921 kushika wao sasa, watu wameshaondoa les Allemands hapa. Wakaondoa ile maekole laiki yote wakaikabidhi kanisa. Kwa hiyo yule alikutwa anasoma, kama alikuwa darasa la kwanza anataka kwenda la pili mpaka abatizwe, kama alikuwa la pili anataka kwenda la tatu mpaka abatizwe. Sasa wazee hawakukubali hiyo, wakakataa kabisa. Akasema kama mtaki watoto zenu hawasome, lakini wakaomba basi mtukubalie na sisi tujenge shule zetu. 1927 wakaunda komunote inaitwa Jumuiyatul Islamia, ndio Komibu ya leo. Ile Jumuiyatul Islamia waliunda 1927. Kwa hiyo wakaomba, walipoona le Belge wamekataa, wakawaandikia ile alliance yenyewe iliondoa les Allemands hapa Rwanda na Urundi na Tanganyika. Ile alliance ikamlaumu, kasema wakubalie wajenge shule zao kama wameamua. Wakakubaliwa, lakini wakasema ile aid ya serikali haitokuwa. Wakasema pote la mbali, si tutatumia pesa zetu. Okay. Baadaye wakakubali, ila wakawaambia msizidishi klasi 4, darasa 4 zisivuki. Toka la kwanza mpaka la 4 mwisho. Wakasema hakuna tatizo, sisi mradi tu watoto wetu waanze kusoma. Sasa kwa nini walisema ishie darasa la 4? Parce que wao walikuwa na program. Wanajua kifika darasa la 4 kwenda la 5 mpaka uende kwa shule zao na lazima ubatizwe. Okay. Sasa wazee wakakubali, wakajenga shule kwa pesa yao. Jumuiya kule Ruigi, jumuiya Ngozi, jumuiya Gitega, jumuiya nini huko kule mpakani Makamba, mpakani huko Muinga wala wakajenga jumuiya Makamba, jumuiya Nyanza-Lac na jumuiya Rumonge. Hii hapa wakaijenga 1947. Ndio ilikuwa ya mwisho, kwa sababu walikuwa wanataka kwanza watu wa interior wapate elimu. Ni kweli. Ndio maana unakutana hizo fasi zote unamaliza kutaja zina Waislamu wengi. Hiyo sasa ilikuja parce que wao waliona hapa walikuwa wanawabana Waislamu kwa sababu wanaoita ni Waswahili, Waswahili, na wakaona kwamba wako
wako très brillant kwa mambo mengi, wakawa wamewafunga, hawataki, maana waliweka convention entre les Allemands na Chief Rumonge kwamba hao Waislamu wao wasipande milimani, kwa sababu waliona wako wanaona mbaya. Basi walipokuja hawa le premier missionnaire wa Allemand au nani wa Hans Brock 1827 wamekuta tayari Chief Rumonge ndio anatawala, mtoto wa Mwenyikondo, Muislamu na Mswahili. Kwa hiyo alijaribu kuwashawishi ili wao Wakristo, haikuwezekana, kwa sababu walikuta tayari wanajua kusoma na kuandika, lakini maandishi yale ya Kiarabu. Sasa ndio akawekeana convention, mwe mbaki hapa, msendi kule. Wao kaenda kule wakaanzisha makanisa na kila kitu, lakini sasa wakati les Allemands wanakuja sasa kutawala haya maeneo, wafanyakazi watatoka wapi? Ikabidi tena hao Waswahili au Waislamu waende kufanya kazi, kujenga majumba kule, kutengeneza barabara. Sasa ndio walipokuja le Belgium wakaona hakuna njia nyingine ili kuwadhibiti, kwa clôturer kabisa ni kuanzisha makambi Swahili. Ile makambi Swahili ndio maana unakutana piko concentration ya Waswahili, wasiwezi kuwa wasipate kwenda kuwashawishi watu wengine wakaingia kwenye Uislamu. Okay. Hiyo hatakuwa tunajua mzee. Na ndio maana wazee walipambana mpaka kufikia kudai uhuru, kwa sababu walikuwa na nyimo haki zote, hata za masomo. Nadhani nimeeleza hapa wakati ONU imeanzishwa 1945, 1952 wazee waliandikia ONU barua. Kwa nini tunanyanyaswa na kufanywa na kuwekewa makambi kama vile le Nazi walifanya kwa le Juif? Basi mbele ya kurudia kwako, acha niulize ule mzee anaongea Kirundi. Hakuna problem. Wewe warutanguye kuvuga kahise kawe, nduga kwijambo. Kahise kanje nagarukiye mu wa kane, yego ko navukiye Mwaro, data yakorera abazungu. Uwo wa kane rero ababirigi canke abadage barabagereki, abagiriki. Urabona uwa kane w'ico gihe niko nkasize yemeye iki gihe. Data aranyitegereza mbaye umusore w'umukangara, ati korera abo bazungu. Ntangura kuja ku makamyo yabo mu komvaye. Wavuze kuri mwene nde? Mwene Burahimu wande? Rwaranogeje wande? Wa Kinyanzogera wande? Oya, nawe ugarukire. Kinyanzogera. Bandanya rero aho warugeze uti. Hanyuma rero ndaba umusore aha mu Buyenzi nahaca, aha zabwiza hose ntihari bwa wasanga inzu z'imisovu zisakaje imisovu. Abandi bakaraba bijya bibati by'amamesa ava mu Rumonge n'ibyo bagorora bakasakaza. Ejo bundi rero uwo Bagaza niwe yaraje ati reka dukore ibikwati, tangura kuja ratanga amabati bakagira oya tutaragera iyo kuko aho nejo bundi je ndiko ndashaka kumenya none igihe cyagwa gasore uretse gukorera abo bazungu hari kindi waba warabonye canke waba warakoze? Ikindi nabonye hari ifaranga ryitwa Congo Belge, Rwanda Burundi, iryo ryakora hose, kandi aho bantu hari hirya abantu bari batekanye. Hanyuma ntuze Nyarugo nawe, wowe wari wambwiye ko wagarukiye mu warose diplome nibyo? Kuri ETS ndo eto ya zamani. Eto ubu wewe ubu nukuvuga warahije ETS? Wararonse akazi urakora cyane? Oui. Akazi ka mbere narakora ku centre de formation de maître pratique à Kamenge. Après ku BR, bureau d'éducation rurale. Oui. None mu bakora muri laboratoire waruziranye nabo muri BR? Kuko muri ETS n'abatekinisi
lakini ulimyeka bishe cyane. Wakoze kugera ryari? Wakoze kugera ryari? Kushika 1900 kuva kuva ryari gushika ryari? 1900 nakora kwanza kwa bagaza. Unaweza kusema asitamu Kiswahili ni sawa? Bagaza 1976 wakati walipiga Michombero kudeta. Nikatoka hapo nikatumika ifasi ya Fabric Plastique. Ya Fabric Plastique. Wewe ilikuwa hapa pembeni ya port. Ilikuwa tengeneza massage ile. Kutoka hapa ndio nikaingia Kamenge ku Centre d'information de métiers pratiques. Karibu ya BPE na Machonio. Kutoka hapa ndio nikaingia Beira. Nirudi pembeni ya radio. Pembeni ya radio. Ukatumika na mzee Saisa, alikuwa anatumika mu laboratoire. Laboratoire. Unamjua? Namjua, na mwingine alikuwa na Kajabe. Wale Muislamu. Saisa alikuwa ndugu yangu. Mwenyewe anaendaga Ulaya. Walipataga bursa na mimi niko pale. Kwa nini wao wakupatia bursa? Ajua mimi nilikuwa mtu wa Centre de formation de métiers pratiques Kamenge. Sasa pale kajua zote ni education. Walikuwa pakiwa wapane yoyote wanakuja kunichukua na wafanyia kumbe. Sasa hivi uko mu pension? Hivi niko mu pension. Pension unapokea pesa za pension? Kwa nini? Siko nifuatilia vitu vya pension. Nilitokaga lazima ufuatilie mzee. Uende INSS upatie namba zako za kazi, wakupatie pesa yako ya pension. Si ndio? Hapana kukaa hapa na ulishatumikia leta. Leta inakuwekea pesa, lazima hizo pesa zikusaidie kwa uzee wako. Si ndio? Hanyuma mzee Anzuruni, weye uko mtu wa historia. Unajua wakati wa Rwagasore. Ndio. Sasa Rwagasore alikuja aje mwa hii mambo ya Waswahili? Sawa. Niambie kwanza Iprona ilianza aje? Kwanza kabla Iprona ilianza ni UNARU au INAU. Union Nationale Africaine du Rwanda Urundi. Lakini wakati wanaifela greye hapa walisema ni kwa ajili ya maendeleo ya Waafrika juu ya mambo ya commerce na vitu vingine. Ndio gouvernement belge kakubali kuwa kuifela greye hapa. Hawakusema kama ni chama kinakuja kwa sura ya politiki. Na hata kwa ajili ya kutengeneza hicho chama kufanywa hapa. Waliondoka wakenda Kigoma. 1954. Ndio. Kigoma ilikuwa ilishapewa Tanzania. Bado ingaliki na hivyo. Ingaliki ni Burundi na Rwanda Urundi. Rwanda Urundi pamoja na Tanganyika. Yesu ya les Anglais. Akisha baadaye wale wazee wakarudi hapa. Wakaja wakave agree ile chama kwamba ile chama kinatafutia maendeleo wa Afrika, wa Rwanda na Burundi kwa mambo ya kibiashara. Kwa hiyo wakakubaliwa kwa agree. Humo ndo akaanzia sasa nini ya chini kwa chini. Mambo ya kudai sasa uhuru. Mwaka 50 nani alianzisha hiyo mambo ya kudai? Ni hiyo walikuwa wazee wenyewe. Wakaona kwa nini katika nchi yetu tunanyanyaswa tupate elimu, tunanyimwa vitu mbalimbali wakati kwa sababu eti tu ni Waswahili. Ngoja kwanza. Unasema wanaanza kuomba uhuru. Hapo hauko nasema Rwagasore hayupo wakati huo. Ni Waswahili ndio Waswahili tu. Hiyo ndio nilikuwa nataka kuelewa. Na wakati huo president wa nini parti ya UNARU alikuwa anaitwa Hassani Mashango. 11 numero 23 na numero 24 Buyenzi. Endelea.
lakini biro ilikuwa ku 13 numero 9. Numero 9. Ndio hiyo biro ya hiyo biro tutaenda kuiona. Basi sasa wakaendelea wazee kichini chini, wakaandaa mipango ya kumleta Nyerere hapa. Lakini wakatangulia kwanza watu wengine kutoka Tanzania. Alikuja Oscar Kambona ambaye wakati ule wa Nyerere nchi inapata uhuru alikuwa ni ministre wa affaires étrangères wa Tanganyika wakati ule. Akaja na shehe mmoja anaitwa Sheikh Takadiri ambaye ndio walikuwa waanzilishi wa kudai uhuru wa Tanganyika wakati ule. Akaja na Bibi Titi Mohamed alikuwa ndio president wa umoja wa kina mama wa Afrika Tanganyika. Unajua maana mimi nakuuliza ile? Ndio. Tunataka kujua ukweli. Ndio. Hii historia ya Burundi imeandikwa vibaya. Sisi tunataka historia ya Burundi iandikwe vizuri. Ndio. Endelea sasa hapo. Sasa wakaleta ujumbe hapa. 1956. Kwa matayarisho kwamba Nyerere naye aje hapa aonane na wale waanzilishi kujua namna gani wataendesha masuala haya, kwa sababu malengo ilikuwa kwamba ile nchi zilizokuwa chini ya Sous-Titel Allemand ziwe nchi moja, Rwanda, Urundi na Tanganyika. Hapo tukisema Tanganyika ni Tanzania ya leo wala. Bila Zanzibar. Bila Kigoma. Kigoma ndio ilikuwa kwa sababu wakati ule Kigoma ilikuwa ni Burundi. Wakati ule kwa sababu Kigoma imechukuliwa kuwa wako upande wa Tanganyika mpaka Bukoba ni 1938. Ndio les Anglais, kwa sababu naona mkataba ulikuja nyuma. Wale les Anglais kwa sababu ndio walikuwa super power wakati ule kwa ile alliance yenyewe mtoa Mjerumani. Wakachukua maeneo yote ya Kigoma, Ngara mpaka Bukoba. Na maeneo ya Tabora. Kwa sababu kuna wale Wanyamwezi ni kizazi cha mwezi wa pili wa Burundi. Rudia tena. Rudia kwa kitu tukaelewe vizuri. Ile kabila Wanyamwezi kwa leo wako wapi? Wako Tabora, ndio mkoa wa Tabora, Tanzania. Ndio mwezi alitokea ndani. Ni vijukuu vya mwezi wa pili wa Burundi. Okay. Hapo mimi nataka hata wa Tanzania waelewe kama wa Tanzania na Warundi ni kitu kimoja bwana. Kwa sababu hata wakati wale Zalma wanatawala hapa, boma kuu la Burundi lilikuwa Bukoba. Wapi? Bukoba, Tanzania kule. Sasa wakati les Anglais walikamata haya maeneo, wakasema kwamba wako na projet ya kujenga train kutokea Cape Town mpaka Cairo. Watu le Belgium jamaa haiwezekani, kwa sababu hii ilikuwa ni eneo la Burundi na sisi tumekabidhiwa Burundi. Kwa sababu ni super power, wakaona hawezi kuleta mgongano, wakaachiwa vitu vyao vyote viwe exonere vya Rwanda na Burundi. Vinapitia kwenye pori ya Kenya, Mombasa na Tanzania, viwe vinaingia bure bila kulipa ushuru. Wakaanzisha kule shirika linaitwa Bilbas. Na huku Burundi wakaanzisha shirika linaitwa AMI, Agence Maritime Internationale. Ili kuweza kusaidizana kwa vitu vya Burundi na Rwanda vipite bila kulipa ushuru. Iwe kama ndio asante yao, isitokee matatizo. Icyo rero nashaka kukubaza, aho nyene ugeze Rwagasore we yabijemwe gute? Kuko kugera ubu sindumva izina rya Rwagasore rizamwe. Sasa kuhusiana na Rwagasore, kwanza wazee baada ya kuona
wamekishaunda chama kwa ajili ya kutafuta uhuru wa Burundi. Waliungana kwenda Gitega, ndio ilikuwa residence ya mwami, kwenda kumuona, kumwambia bwana, sisi tumeunda chama kwa ajili ya kutetea uhuru wa nchi yetu ya Burundi. Mwami akakataa, akasema bwana, msianzishi matatizo ya kuja kuua raia wangu, peple yangu ya Warundi wakaja wakafa. Mna nguvu ya kupambana na mkoloni, hiyo mimi sitaki. Ila kuna mtu mwenyewe kuwa na hiyo siasa ya hivyo ambaye hataki wazungu, ni mzee anaitwa Ndunguka. Basi wakati mwame amekataa, akawaongoza kwanza waende kwa mzee mwenyewe anaitwa Ndunguka wa Muinga, wazee wa kuchoka. Wakachukua gari mpaka kule kwa mzee Ndunguka, wakazungumza naye. Baada ya kuzungumza naye akakubali. Wakaja hapa, yule alikuwa ndio president wa parti ya Inaru, akachukua ile cheo akampa mzee Ndunguka. Yakabaki kama vice president. Sasa 56 wakati Rwagasore naye anatoka Belgique, anakuja kupase vacances huko, akatokea bwana mmoja wa Ngozi anaitwa Tade. Sijui alikuwa ni secretary vile vile wa Iprona. Akasema Rwagasore amekuja konje, yuko hapa. Kwa hiyo lazima kufanya effort tumuone na yeye, tusikie atasema nini. Isikuwe kitu ya Waswahili tu. Kwa sababu uhuru tunautafuta si kwa ajili ya Waswahili. Tunatafuta uhuru wa nchi nzima ya Burundi. Hata Wakristo basi wazee wakapanda mpaka Gitega, wakamwona Rwagasore, wakazungumza naye. Akasema hiyo ni project ilikuwa kwenye kichwa chake kwa muda mwingi sana. Akasema hiyo mmewaza na mimi niliwaza hiyo. Ndio. Nasikia. Kwa hiyo akatoa siku ya kuja kuonana na wazee huku. Akaja. Akafikia pale kwa huyo Hasani Mashangu. Wakakutana, akateremka mzee Ndunguka mwenyewe vile vile. Ndio. Yeye Ndunguka akasema kwanza ninashukuru kuona mtoto wa ndugu yangu amekuja. Mimi leo naisha kuwa ni mtu mzima na kuwa mzee. Nachukua madaraka nampa mtoto wa ndugu yangu. Ndio. Kwa hiyo ikakutana Assemblée Générale. Na ilikuwa ni assembly ya watu wachache tu, kwa sababu wachache kabisa, kwa sababu ni vitu vingaliki mkinyegero. Hamkuwa mnaogopa kama watu wengi walikamatwa. So ilikuwa na watu wao humu wale wanawatumikia, wanapeleka information. Akaja Rwagasore mpaka hapa, akakutana na wazee, wakapasisha kwamba yeye ndio atakuwa president wa UNARU, Union Nationale Africaine, Rwanda Burundi, au umoja wa kitaifa wa Afrika wa Rwanda na Burundi. Yaani mwe mliona kama ni sawa juu ni mtoto wa mwana. Kwa hiyo tutakuwa tuna nguvu ya Burundi nzima. Nasikia. Kaendelea hivyo, wakatayarisha utaratibu wa kuonana sasa na Nyerere. Wakati ametoka kwenye uhuru wa Ghana 1957, ndio akapita, aliteremkia Lubumbashi. Wakati ule ilikuwa inaitwa Elizabethville. Akaja mpaka Kigoma mpaka hapa. Akaja akaonana na Rwagasore na wazee wengine. Wakajadili namna ya mbinu za uhuru wa Rwanda, Burundi na Tanganyika. Kwamba kule alikotoka kwa Ghana, kwa Kwame Nkrumah, walikuwa na Ahmed Bembela, walikuwa na Gamal Abdel Nasser, walikuwa na Haile Selassie, wamepanga kwamba
lazima kuanzishwe panafricanism. Yani hii panafricanism tunaona hapa leo imeanza tangu zamani. Kwa hiyo sasa hii panafricanism kwanza sisi hapa hizi nchi zetu zilizotawaliwa na Mjerumani zikawa Sous-Titel Belge na ile Sous-Titel Anglaise. Sasa tuziunge ziwe ni nchi moja. Tuanzishe sisi hapa kama vile kule Afrika du West wako na mpango wa kuanzisha nchi zao ziwe moja kabisa. Wakakubaliana, harakati zikaenda, watu wakapata taarifa kwamba nani Nyerere yuko hapa, kaanza kwa mbinu ikabidi kwamba watoke hapa. Yeye Rwagasore na yeye Nyerere akavikwa kama vile yale mabaibui kama vile wanawake. Rudia ndani tena hiyo nasema. Wakati walishakuhudhuria kwamba Rwagasore yuko hapa na anaonana Nyerere hapa Buyenzi. Mwa ile nyumba nimeona pale. Hapana ile hapa walifikia hapa barabara hii ya 5 numero 18. Kwa marehemu mzee Ismail Mahamudu. Wakati wanawagundua sasa, wakavishwa na kina mama wakaleta yale mabaibuye wakavishwa, wakaenda mpaka Nyanza. Wakawahi kumvukisha Nyerere kwa njia ya boti na delegation yake. Wao kutaka kurudi wakakamatwa. Rwagasore na baadhi ya wazee wakamatwa, wakaenda wakafungiwa Bururi. Wakafungwa. Yani hawakufanikiwa kufika. Wao walikuwa wanamshindikiza tu Rwagasore Nyerere. Akawahi kuondoka. Sasa ile wanarudi. Alikwenda kupandia boti kule Nyanza lake kwa kwenda Tanzania. Sasa ndio aliporudi wakakamatwa, wakapelekwa Bururi kwenda kufungwa kule. Lakini wazee nao wakachechamaa. Wakaandikia barua Oni. Saa zingine hata Tanzania hawajui historia hii. Wako wengi hawajui. Wao wanasokelea wazee wa Buyenzi. Unaona? Tuendelee. Wazee wakaanza kuchechamaa na mabarua na nini. Oni katuma delegation kwamba lazima waachwe. Na wazee wakapambana na maduadua ya kuomba Mungu. Mama, acha nikuulize. Jina lako nani? Mimi naitwa Fitina Shauri Mahmudu Kaburwe. Sawa. Na alokuwa mkubwa yeye Unaru anaitwa Salum Hassan Mashango. Alikuwa mme wa Aziza Miti Mahmudu Kaburu Alkonga. Wewe unafanya kazi gani? Mimi sina kazi yoyote. Haukuwa unafanya kitu kwa hiyo chama yote? Nilikuwa na chama yote, nilikuwa bado mdogo, asijaandika hiyo miaka 20 zina. Lakini wakina mama walisaidia sana kwa kutaka waume zao wafanye ile kazi. Ndio wale washangazi zetu, mmoja anaitwa Aziza Mahmudu Kaburwe. Wakati Nyerere anakuja hapa na kutana na Rwagasore, wanaondoka hapa, wanajificha, kina mama ndio waliwafunika. Ndio waliwafunika nguo kutaka wasiwaoni. Tunaona sasa. Wasiwaoni. Huyo shangazi yangu ndo alikuwa mkubwa kabisa Unaru. Aziza Biti Mahmudu. Mnyinyi mlifanya kazi kubwa. Kubwa sana. Mama, mimi nakukutana hapa. Sasa nimeelezwa kwamba ofisi ya UNAR ilikuwa hapa. Unaru. Ndio naitwa. Unaru. Ile nyumba, ile ofisi Rwagasore na Nyerere walikuwa wanakuja wanakutania hapa. Unaweza kunionyesha nyumba hile? Naam. Chama cha Unaru kilianza kwa wazazi wetu. Rwagasore walikuwa na dada kwenye nyumba hiyo hapo. Hapo namba 24. Hapa kwenye gari iko. Lakini ilishabomolewa. Kwa pale kwa kumimazi pale. Kwa mitende pale. Kueto hotel. Zinafuatana. Ndio kwa kilala pale. Bamu indaro hadi.
bamuyindana ku numero 24 biro yabo yaringa numero 23. Acha mama tueleze, mama ndiye anajua vizuri. Ndio akija nalala hapo. Biro yao ilikuwa hapa. Palikuwa mzee mmoja, ndugu yetu sisi, alikuwa anaitwa Salum Mashango. Huyo Salum Mashango ndio alikuwa mkubwa ya hiyo Unaru. Sasa ndo wakajiunga na Rwagasore kwa ajili ya kutetea kuomba uhuru. Wakishirikiana na Salum Bichuka 14 namba 14 namba 6 na wakawa na kimashine chao hapa kilikuwa kinachapa magazeti ya kuhusu Unaru. Gazeti inaitwa Uhuru. Si ndio? Ndio hivyo. Biro mwanzo ilianzia 13 namba 9. Ikatoka namba 13 namba 9 ikahamia hapa ndo. Wewe ulikuwa na miaka mingapi wakati hiyo? Wakati huo 15 20. Ulikuwa mkubwa. Ndo alikuja kutetea uhuru. Unarundo chama kilianza mpaka kutetea uhuru mpaka ikaja Iprona. Lakini Unarundo liza Iprona. Ndio. Sasa tumeelezewa mambo mengi, kitu kinatuleta hapa ni kuhakikisha ofisi ilikuwa hapa. Sasa kwa ofisi naona kuna bakia nyumba hii na ofisi yenyewe imesambuliwa, ilikuwa pale kwenye ile gari ipo. Si ndio? Ndio. Asante sana, kushukuru sana. Ilikuwa nafanyikia hapa jumuiya. Mikutano yote. Walikuwa wanakutania pale jumuiya. Hapo Kuwait. Wanaeleza mambo mbalimbali juu ya gani, na hiyo sasa Rwagasore wakati yuko sasa. Ndio pale sasa ndio nilikuwa hapo sasa ndio Rwagasore anaanza kuikalia utawala wake bwana. Sasa mkutano wa mwisho ulifanyika 58. Hapa. Ndio Rwagasore akasema sasa kuna kitu kimoja ambacho hatujakiweka vizuri. Kitu gani? Tutadai uhuru. Tutapata uhuru wakati hatuna ekonomia nchi, uchumi hakuna. Tunaweza tukadai uhuru tukapewa, lakini uchumi utabaki kwa wazungu. Kwa hiyo tutakuwa bado ngaliki tunatawaliwa. Hatuna uhuru kamili. Hakuna uhuru. Sasa kwa hiyo lazima tutafute njia. Yaani watu wa zamani walikuwa wanapigania sana uhaki wao kushinda watu wa leo. Sasa wazee wakasema sisi tuna pesa, tuna mashamba yetu. Pia tuliondolewa Kabondo, ni tuliondolewa Matongoni kule Quartier Asiatique. Tukapelekwa Kabondo. Mbele mlikuwa mko Kabondo. Kwanza hapa Matongoni. Hii Quartier Asiatique. Unajua kwanza Waswahili walianzia kule Kajaga. Ndio walikuwa kule. Na ndio maana unaona huko yale makokotiere mengi. Kweli. Ndio walianzia kule. Na huo pale kunaitwa Mtimbuzi kwa sababu kulikuwa kuna mti mkubwa. Ndio analetea mifugo pale, wanabadilisha mifugo na chakula. Kulikuwa kuna franga wakati huo. Ile walikuwa wanaita kwa Kirundi ikabiro. Sasa walipokuja Wajerumani les Allemands wakaleta fikra ya kujenga port. Baada ya kupima wakaona kwamba huku ile port haitakuwa vizuri. Port itakuwa hapa Matongoni ambayo ndio Quartier Asiatique. Kwa hiyo wakaona kupata wafanyakazi ni hao Waswahili ambao ndio wako kidogo wana intellectual wahame ili tupate watumishi wa kutusaidia kazi. Ndio wakatolewa tena kule Kajaga wakapelekwa Matongoni, hii Quartier Asiatique ya leo. Hapo mzungu angali ndiye muongozi. Wajerumani wakati huo. Wakapelekwa pale. Wakati inaanza kujengwa port imeanza kujengwa 1895. Hapo ndio kuna sema. Ndio walianza kujenga ile port ya Usumbura. Lakini ilikuwa ni port na aerodrome hiyo
vyote pamoja, kwa sababu kulikuwa avion za mwanzo zilikuwa ni zile aerodrome, zile zile zinapita kumaji wala ndio akajenga fasi ya meli na ndege zile za zamani zinaanguka maji, zinapita maji, na kwa kama ikifika chini inakuwa kama ni bato wala naziona zenyewe zinaenda kwa maji. Basi ndio akajenga pale. Wale watumishi wakawa ni hao Waswahili Waislamu, wakawa wanasaidizana pale mpaka pori ikamalizika. Na ile ya Kigoma pia ilikuwa inajengwa. Ilipomalizika ndio ile meli ya kwanza inaitwa Liemba ikaanza kuja huku. Yani ilikuwa ina connect Kigoma na Bujumbura, kwa sababu wote walikuwa suti tele ilikuwa si colonize les Allemands, ilikuwa inahesabiwa kama ni nchi moja tu. Yani hivi Waalema wangekuwa ungariki Kigoma kule mpaka hapa ilikuwa ni Burundi, ingekuwa ni Burundi. Endelea, mimi nasikia. Basi wazee wakasema sisi tuko na pesa. Kwa sababu kwanza tuna mashamba yetu. Hiyo mashamba kwanza ni pesa. Dezio wakati wabeleji walipotuhamisha kututoa matongoni, walipokuta wakakuta kwamba Waafrika, Wahindi, Wazungu na Wagiriki wako pamoja, wakaona hawa ni hatari hapa. Kwanza ni watu walikuta wako intellectual makini kabisa, alafu tao wakikaa na hao Wazungu, Wahindi, Waarabu na Wagiriki, utawala wake utakuwa mganje, lazima kuhamisha. Wakatolewa Waswahili wote wakapelekwa Kabondo. Hawakulipwa, ila walipewa makaratasi kwamba watalipwa. Wakatolewa tena kule Kabondo 1935 Desembre 1935 kuletwa Buyenzi. Pia kule Kabondo hawakulipwa. Ndio akawaambia Rwagasore, sisi tuko na pesa. Kwa sababu walitutoa kule matongoni hawakutulipa. Wametuleta wakatutoa Kabondo kutuleta Buyenzi hawakutulipa. Kwa hiyo pesa zetu zipo na makaratasi yote ya ile kontra tunayo. Sasa kwa leo kuna wazee wangali na ile makontra, na wengi walishafariki. Na kama wapo ni wale watoto wao na wajukuzi kama generation nyingine. Basi akasema sasa ni wewe kama mtoto wa mwami, nenda ukatudai pesa zetu. Zikifika tunaipa chama ili kwa ajili ya maendeleo. Yani kichwani cha au Waswahili ilikuwa nchi ipate maendeleo. Wakipata zile pesa watazitumia. Basi Rwagasore akasema akenda kumuona gouverneur pale, akasema kwamba mimi hiyo swala silijui mpaka kwa gouverneur mwenyewe yuko Kinshasa. Wakati wengaike ndio kwa vile maana ndio alikuwa yeye gouverneur hapa wakati ule. Hii masuala yote anayajua. Wazee wakachanga pesa kila nyumba na Marumongo kote Nyanza, kila nyumba ya Mswahili wakachanga pesa 100 obligatoire ili Rwagasore apate tike ya kwenda Kinshasa au Leopoldville. Sasa alikuwa anaenda na nini? Na avion ama? Na avion, maana hapa alitoka kwanza kwa treni. Alitoka na bato hapa mpaka Kigoma. Kigoma tena kutoka na bato mpaka Kalemi akachukua treni mpaka Lubumbashi. Kule ndo akaenda akapanda avion mpaka Kinshasa. Sasa aliondoka hapa kwa bato mpaka Kigoma. Kigoma akachukua bato tena mpaka Kalemi akachukua train mpaka Lubumbashi, ambao wakati ule ilikuwa inaitwa Elizabethville. Kule akapanda avion mpaka Kinshasa, wakati ule inaitwa Leopoldville. Akakutana na gouverneur wa l'époque wakati ule. Basi wakazungumza juu ya madai ya wazee hapa
ya Waswahili. Akasema hiyo programu ninayo, lakini mimi sina droit de signature. Droit de signature anayo ni ministre anayejioccupe na affaires territoriales ambaye yuko Belgique. Basi Rwagasore akarudi hapa akaeleza kama vile alivyoambiwa kule, ikabidi tena wazee wa Swahili wachange tena pesa ili Rwagasore aondoke kwa kwenda Belgique. Akaondoka mpaka Belgique. Alipofika kule akaonana na ministre anayejioccupe na affaires territoriales. Wakazungumza, akasema hiyo kila kitu kiko sawa. Sinye zile pesa, akarudi, pesa zikaja zikapelekwa ku BRB. Kule wakaitwa wale wazee wote, na wengine walikuwa wameisha kufa, familia zao walikuwa wazee, wakaenda wakakabidhiwa zile pesa zote. Kitu alichofanya walitoa tu franga ya kulipa kodi. Pesa yote wakakabidhi Rwagasore, wakaanzisha cooperative. Kwa sababu yeye ni mtu alisomea mambo ya ekonomi. Rwagasore akaanza kufanya mambo ya makooperative. Akaanzia Buyenzi, wakajenga ile Sobekov. Waswahili walijenga ile Sobekov pale Kubwiza 4e Avenue. Kwa biashara pale. Wakaja wakajenga Bonakei hapa. Hizi zote ni nyumba za historia. Ndio amejenga pale. Njoo amejenga Bonakei. Iwe ili isaidie demokrasia Chrétienne. Sasa tunaona hii chama chetu cha kuleta maendeleo ya kiuchumi IPRONA, tuifanye nayo kiwe ni chama cha politiki. Njoo ikatoka kuwa chama cha maendeleo, ikaja sasa ikaanza kuwa chama cha politiki. Voilà. 59 ikafa na hii ni mkutano mkuu au Assemblée Générale ilifanyika kwa Pagidas. Akiwemo na Mwami Mutara Rudahigwa akakufia pale. Sasa hapo ndo alimpia sumu hapa, akaenda kufika Rwanda akafa. Yaani hakufia hapa. Alipewa sumu hapo, akaenda kufia Rwanda. Na nini alimpinga Rwagasore? Akasema, wewe mtoto wa ndugu yangu. Waswahili ndio wamekuweka mpaka leo kufika hapa. Sasa unataka kuwaacha tena kushirikiana ndugu zako ambao ndio maadui zako. Mimi kuanzia leo sitaki tena kujiunga na nyinyi. Akaenda na yeye akaunda chama chake kinaitwa INAR. Union Nationale Africaine Rwanda. Na Rwagasore sema umekusha badilika. Na hapo na baadhi wa Swahili nao wakagongana. Wengine wakakubaliana na Rwagasore wakamfuata, na wengine wakabaki kwenye INAR. Waswahili wakagawanyika. Sasa ikaitwa tena INABU. Kwa sababu INABU. INAR ni Rwanda. Rwanda. Burundi INABU. INABU. Lakini ndio haikuchukua tena muda, kwa sababu les intellectuels wote walikuwa wametoka kaungana na Rwagasore. Ikawa chama kimezimika hivyo. Na yule alikuwa president alikuwa vice president Hassan Mashango, akaondoka akaenda Tanzania. Kule akampa, wakati nchi inapata uhuru, akampa cheo kama area commissioner wa Tabora. Kwa sababu na yeye alikuwa ni Mnyamwezi. Okay. Sasa kwa hiyo inafika wakati kupigania sasa uhuru inachukua njia. Sasa ndio inachukua njia hapo. Tayari chama kimeisha ikubalika. Hiyo ikawa imeundwa hiyo IPRONA 59. Basi ikawa imepata support ya watu wengi. Na Waswahili sasa wakaanza kuingia mikoani kutafuta wale Wahutu, na chama cha Hutu kikaunga mkono IPRONA. Sasa wakati wa uchaguzi wa mwanzo 59 uchaguzi wa mwanzo, ikawa les Belges wakaisaidia Parti Démocratique Chrétienne PDC kwamba ndio imeshinda. Watu wakakataa, wakasema tunataka mpaka wale
wakaguzi wa ONI waje hapa ifanyike uchaguzi. Wale wakaguzi wa ONI wako hapa. Sasa ndio ikabidi ONI kafuta ule uchaguzi wa mwanzo. Waliona kama kulipita mainyo mengi sana. Ndio ulipofanyika uchaguzi wa pili M61, ndio ikaonekana IPRONA imeshinda viti vyote. Sasa viliendekaje kuona wakati IPRONA inashinda Waislamu ama Waswahili? Sijui kama wanaweza kutuambia tofauti kati ya Waswahili na Waislamu. Kwa sababu wale Waislamu wale Waswahili wenyewe ndio walikuwa 100% Waislamu. Na ndio maana hata serikali ikashindwa kudistinguer entre Mswahili na Muislamu. Walikuwa wanajua Mswahili ndio Muislamu. Na kumbe hata sisi tunajua vipi. Yaani Waswahili ilikuwa kama vile kabila inaongea Kiswahili. Naongea Kiswahili. Sasa wale walipokuja hapa watu wengi waliokuta hapa kwa sababu walikuja na dini ya Kiislamu, maana hao walitokea Kilwa Tanganyika ya zamani au Tanzania. Kilwa kisiwani kule. Wakina Chifu Rumonge, huyu Kabeza hapa ambaye ndio Kabezi ya leo, na Nyanza ndio alikuwa baba yao mdogo, na hao watu wawili. Sasa acha nikuulize. Rwagasore kapewa zawadi ya gari. Ndio. Hiyo sasa ni wakati wa IPRONA. Ilikuwa ilishatoka kuwa Inaru ikaja IPRONA, maana Inaru ilifutika kabisa. Ikafutika kabisa. Watu wote wakawa IPRONA. Sasa ofisi yao ya mwanzo wa IPRONA ilikuwa Kuwait numero 11 Buyenzi. Kwa mzee Hasani Burafi, alikuwa ni Mnyarwanda. Hapa kuna kwa etage leo. Ndio ilikuwa ofisi. Ndio ofisi ya kwanza ya IPRONA. Wakati imeshakuwa sasa iko Buyenzi. Baadaye wakaona kanafasi ni kadogo sana. Sasa unataka kusema kama IPRONA ilikuwa inafanywa na Waswahili zaidi ya wengine makabila? Ni Waswahili tu. Na watu walikuwa huko milimani, Gitega, wapi, Waswahili tu. Sasa ikaendekaje leo hakuna Waswahili katika IPRONA? Wala sasa. Unaona? Wakati wamekishapata nini ya ndani, madaraka ya ndani, wale wakafanya ujanja wa kumweliminate Rwagasore. Wakafanya mbinu, wakamuua. Baada ya kumuua Rwagasore, wale walikuwa Parti Democratique Chrétienne wote wakajiunga na IPRONA. Lakini ni kujiunga kiujanja. Kwa sababu ndio chama kina nguvu. Wakajiunga, wakaona nguvu kubwa alipata Rwagasore. Aliipata vipi? Ni kwa Waswahili ambao ni Waislamu. Kwa hiyo wakaandaa mbinu na gouvernement belge kuanzisha makarta ya moto. Mnakuja mnapigwa wote na nini, kusema kwamba kuko Mrundi kwa baba na mama, midamu ni Mswahili, unaambiwa umezaliwa Kivu, wewe umezaliwa kwamba wewe ni Mkongomani, wewe hiyo ndio plan ilipita ya kisaikolojia. Kwamba hawa kwanza hawezi kukubali ule Urundi wa kikabila. Kama nataka si tu Warundi ni Wahutu au ni Watusi, tuo kwenye kote gani? Kwa hiyo sisi tutabaki kama Waswahili tu. Hatukubali. Sasa kwa sababu kulikuwa watu wa intellectual hakuna, maana hawajui kwamba kuna Urundi wa nation, wa nationality. Kama vile Kongo inaitwa Kongo kwa sababu ya kabila ya Bakongo. Lakini kuna makabila zaidi ya 400 combien.
wanaitwa ni Wakongo. Kuna Uganda imeitwa Uganda kwa sababu ya kabila la Baganda. Lakini kuna Wanyoro, kuna Walugara, kuna Wanyankole, kuna Upokoto, kuna makabila zaidi ya 40 kabila zenye lakini wote wanajua kinasio ni Waganda. Lakini kitribi, kila mmoja yuko na tribi yake. Sasa wazee kwa sababu walikuwa hawako ma-intellectual wakataa kabisa. Wanasema sisi tutakuwa tu Waswahili. Mambo ya kwa nini wanafuata ile convention ilikuwa tangu wakati wa Mjerumani kati ya les Allemands na Chifu Rumonge. Wakasahau kwamba 1930 ile convention ilifutwa kwa sababu wakati les Anglais wanachukua yale maeneo ya Kigoma, Ngara mpaka kule, les Belges walireclaim kwa nini ndio akaongezwa na hii eneo la region ya Imbo. Lakini wakati ule kapitali ya Burundi ilikuwa iko Gitega. Mwami Muramvya. Huku ni Waswahili tu. Okay. Na hata wakati wa Iprona inaanzishwa walianza kuwatembelea Waswahili, hasa huyo mzee Salum Bichuka ambaye ndio alikuwa kidogo ana uwezo. Salum Bichuka? Salum Bichuka. Ndio akakuwa mkubwa wa yeye alikuwa ni mwanachama lakini kama conseiller vile wa chama cha Iprona, hakuwa na titre yoyote nyingine zaidi, alikuwa ni conseiller tu. Lakini ndio alikuwa anafurnir kwa Rwagasore, alikuwa na station yake hapa Kuiti numero 50. Ndio ilikuwa mafuta ya Rwagasore na kunywa pale, mkwenda kufanya propaganda huko mikoani na Waswahili wakipatana naye. Yani Waswahili ndio wamelea huyu Rwagasore. Ndio wamemlea kichama. Ndio wamemlea kichama. Kichama kumpa nguvu. Mambo magumu sana. Na biro ilianza kuit numero 11, baadaye alipoona nafasi ndogo akahamishia ku 5 numero 18. Pale alipokuwa anakuja na lala nani Yero Gasole na Nyerere. Baadaye akaona na yeye nafasi ni ndogo, ndio wakati nani Salum Bichuka anajenga ile nyumba yake. Wale wazee wake wakamwambia tuna hapa nafasi ndogo tunachukua kule. Sasa unajua zamani wazee wakisema ni amri. Hakuna kubisha. Ukibisha na nyumba utaikosa. Sasa lakini akichama ni huko. Hivi tunakaribia kumaliza. We uko na masikitiko gani mimi kuhusu jinsi Waswahili wamekamatwa hata leo? Kwa sababu kwa zamani kweli wakati mwingine watu walikuwa bado ni wajinga, hawajaelewa. Lakini leo watu wengi na hao ndugu zetu wamesoma, wanajua hali ya kidunia inakwenda vipi. Maana katika hali ya kibinadamu kuna vitu viwili. Kuna rasimu na nationalite. Leo tunakuja Barack Hussein Onyango Obama. Rasimu yake ni Kenya. Lakini nationalite American. Na mpaka kufikia kuwa president wa Amerika. Wakati baba yake baba yake amekufa, alikuwa ni minister wa interior wa Kenya wakati wa Jomo Kenyatta. Mbona kuna kumfunza kwamba wewe kwenu baba yako ni Mkenya na nini? Ni kama alizaliwa Amerika, ni raia wa Amerika tu. Sasa hapa wazee wako hapa au Waswahili. Nani huyu Kagabo, historia ambaye anahusika na maziwa makuu, kaandika Waswahili hapa maeneo ya Rwanda, Urundi na mashariki wa Kongo wako hapa avant 14e siècle. Alafu hawa waambie kwamba wao ni étranger.
Ndio masikitiko, wanyimwe haki eti kwamba ni wasafi. Sasa na ukifuata rasime Wahutu si wa hapa, wametoka Sida la Chad. Watusi si wa hapa, wametoka wanaitwa ile Nilotic kwa sababu wametoka mwambao wa Nile, Fleuve Nile, lakini asili wametoka Israel wakaingia Egypt, wakaenda Ethiopia, Somalia, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi. Sasa kwa nini hawa waitwe kwamba ndio wenye nchi? Hao Waswahili waambiwa kwamba ni wakati ndio ametawalia hapa maeneo yote haya. Ndio masikitiko. Na kuna proverbu ya Kiswahili inasema mkataa wingi mchawi. Hautapata maendeleo. Nchi zote zilizokuwa kuwa na maendeleo zilikubali watu. Amerika ndio inakuwa grand puissance kwa sababu na Warundi wamo mle les Americains. Tunakuja tu kwenye taifa dogo South Africa. Nina maendeleo kwa sababu wazungu, weusi, wa makabila na Warundi leo kuko ambao ni South Africa. Sasa mwe mkatae, twende kwetu wapi? Sisi tumezaliwa humu. Kama walikuja hatujui kwanza wametokea wapi. Waje waulize. Sasa hii ndio inaleta tatizo. Ikiganiro nkuko nabibabwiye ni inararibonye gica ku mahoro iwacu. Murumva yuko akahise ku Burundi kaduhishije byinshi. Hari byinshi twamenye, hari na byinshi tutamenye. Rero iyo ushaka kumenya ikintu egera abazehe, egera abatama, ubabaze imbere yuko bashengera. Kuko umunsi bashengeye bazojana biblioteke yose hanyuma tubeho tutazi. Rero ni ikintu gihambaye kuba wegera abatama bakakuyagira. Mokoranje